Risasi katika sherehe ya wanahabari. Trump alinusurika vipi? Usiku uliopaswa kuwa wa vicheko ukageuka kuwa usiku wa hofu. Mahali ambapo waandishi wa habari hukutana na viongozi wa dunia, ndipo palipogeuka uwanja wa risasi. Je, ilikuwa ajali au kulikuwa na ujumbe mkubwa nyuma yake? Namba hazidanganyi, ni muda tu. Ukweli ukisimama, amani hutawala. Mimi ni Mr. Data. Kabla hatujaingia ndani zaidi, naomba usubscribe na kulike video hii ili kuendelea kuisapoti chaneli yetu ya The Data On. Elimika izidi kukua na kuwafikia wengi zaidi wapenda kujifunza kama wewe. Tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika jiji la Washington DC, kulikuwa na hafla kubwa inayojulikana kama dhifa ya waandishi wa habari wa White House. Hii si sherehe ya kawaida. Ni mahali ambapo waandishi wa habari hukutana na viongozi wakuu, wanasiasa hukaa bega kwa bega na vyombo vya habari, na mara nyingi hata rais wa Marekani huhudhuria. Lakini ghafla, kila kitu kikasimama. Mtu mmoja mwenye silaha, akiwa na bunduki na visu, alijaribu kuvamia eneo la hafla hiyo. Risasi zilifyatuliwa na askari mmoja akapigwa, lakini akaokoka kutokana na vazi la kuzuia risasi. Ndani ya sekunde chache, vyombo vya usalama vilichukua hatua na mshambuliaji akakamatwa. Swali kubwa likaanza kuzunguka dunia nzima. Je, Donald Trump alikuwa lengo? Taarifa za awali zinaonyesha kuwa mshambuliaji alikuwa na chuki dhidi ya serikali na alikuwa ameandaa hata maandishi ya mpango wake. Lakini ukweli mmoja unabaki wazi. Hili halikuwa tukio la kawaida, bali lilikuwa ishara ya hatari kubwa ya kisiasa. Ndani ya ukumbi, zaidi ya watu 2,000 walikuwa wakifurahia sherehe. Ghafla walinzi wakaanza kukimbia, viongozi wakaondolewa haraka, na wanahabari wakabaki na hofu. Usiku wa vicheko ukageuka kuwa usiku wa maswali. Hili si tukio la kawaida tu, ni dalili ya kitu kikubwa zaidi: kuongezeka kwa chuki za kisiasa, hatari kwa viongozi na wanahabari, na dunia inayozidi kuwa na mgawanyiko. Je, huu ni mwanzo wa nini? Kwa Afrika, tunajifunza nini? Usalama wa viongozi na wanahabari ni muhimu sana. Siasa zisipothibitiwa zinaweza kuzaa vurugu, na ukweli unahitaji kulindwa kama uhai. Risasi moja inaweza kubadilisha historia, lakini swali linabaki: nani alikuwa nyuma ya pazia? Na je, huu ulikuwa mwanzo tu? Kama unataka ukweli zaidi kama huu, ungana nasi hapa The Data On. Elimika. Kwa mliopitwa na hatua za mwanzo, naomba msiondoke bila kusubscribe na kulike video hii ili tusiachane kwenye habari zinazokuja. Namba hazidanganyi, ni muda tu. Ukweli ukisimama, amani hutawala. Mimi ni Mr. Data. Tukutane wakati ujao hapa The Data On. Elimika.